jifunze kujiombea roho ya akili, hekima na ufahamu. Jifunze kujiombea roho ya akili, hekima na ufahamu katika maisha yako, katika maombi yako. Hayo ni neema ambayo tunajiombea, na ndio maana hata Sulemani katika utawala wake aliomba. Tukisoma Wafalme wa kwanza mstari wa 3, yaani mlango wa 3 mstari wa 9. Wafalme wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 9. Soma kile kipengele cha mwisho, mstari wa mwisho huo, kwa sababu tumeweza kusoma mbali. Na kutoka kuanzia na kwanza tutaelewa zaidi, lakini huu mstari wa 9 unasema, kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa akili, niwahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Kwa hiyo jifunze kuomba hivi, itakusaidia sana. Wote kushangalia maombi kwanza. Uwezi kuunga mkono hoja ambazo wanasema kabisa hizi lazima utukufu mbele za Mungu. Hizi hoja za uadilifu uwezi kuunga mkono, kwa sababu Mungu anakupa hekima na akili ndani yako. Jifunze hiyo. Lakini omba roho ya shauri na uweza. Roho ya shauri na uweza ni muhimu sana katika maisha yako. Ni vitu ambavyo vitakuongoza, ni kama alivyosema, lakini ni vitu ambavyo ukivitumia katika maisha yako ni dira nzuri sana ya mwelekeo wako. Ni dira nzuri sana ya mwelekeo wako katika kuleta mafanikio katika maisha yako. Jiombee roho ya maarifa. Jiombee roho ya maarifa. Maarifa ya kimungu ndani yako. Na ingine umeanena ni kwa sababu umekosa maarifa. Jiombee sana roho ya maarifa. Jiombee roho ya kumcha Bwana. Jiombee roho ya kumcha Bwana. Ni muhimu sana. Ili itakusaidia katika utakatifu. Mcheni wa Mungu siku zote ni mtakatifu na uongozi wa Roho Mtakatifu. Kabla ya janena tayari ashaambiwa hili neno kingine hili kitaka kuzaa matokeo haya. Kwa hiyo unaweza ukaamua kuzuia chini hilo neno sivyo, kama ikiwa mbaya. Tukisoma Isaya 11 mstari wa 2. Roho ya kumcha Bwana. Andika Isaya 11 mstari wa 2. Tunaposoma mbaya. Tunaposoma mbaya. Jiombee busara na akili. Omba busara na akili. Kuna mambo ambayo, kuna maneno ambayo tunatamka yanatupa kufanya maamuzi, yanatupa kufanya maamuzi kwa sababu tunakosa busara na akili. Alafu hayo maneno ndio yanayotengeneza uharibifu. Mtu ambaye anamcha Mungu, mtu ambaye anaongozwa na Mungu, lazima maneno atakayoyanena yatakuwa na busara na yenye akili. Tukisoma Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 22 mstari wa 12. Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 22 mstari wa 12. Neno linasema, Bwana akupe busara na akili, akakuagizie juu ya Israeli, ili ushike torati ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo tunaona busara na akili zinatokana kwa Mungu. Sasa utawezaje kunena ambayo ni matakatifu, mema, yenye baraka, ikiwa wewe sio mcha wa Mungu? Ikiwa wewe hauna uhusiano mzuri na Mungu, ikiwa roho yako haiko kwa Mungu, haitukuzi Mungu, haijapondeka, ni Mungu sana, kwa sababu itashindwa kuuzuia moyo wako, itashindwa kushinda moyo wako. Kwa hiyo upate kutoka kwa Mungu ni lazima uwe mtakatifu. Nilisema yale mabaya ukiyanena yana haramu katika kuyavunja. Kwa hiyo jitahidi sana kujizuia.
neema kukumbuka yale mabaya. Yaani kwanza kachunguze sana. Ni maneno gani mabaya ambayo ulikuwa ukijitamkia ili uweze kuyavunja. Lakini jiombee roho ya utajiri. Omba toka bloke. Kuna watu wa kitu wa bosi wanakasirika. Bosi yangu. Anatabiriwa leo mema. Hizi kama wewe uko mmiliki wa kampuni fulani. Bosi anakwambia. Na kuangalia. Hawa wananyamaza wazao kwa kwa hapo hoi ya maombi. Sisi tumefanya sisi tumeshindwa huko hoi. Ndio unapenda kujibu mchezo. Sio mchezo. Lazima kweli. Yaani leo umeshakubaliana nini? Na ile yenyewe katika madhabahu. Kama una utajiri siwezi kupata. Yaani siwezi kupata, wala sio mchezo kupata. Kwa kubaliana nini? Na ile hali. Na kweli kutupata. Na ukija kwa Mungu, usikushikatia tamaa. Roho ya Yesu kumpa nguvu. Unajua sina mwambie. Kwa nini tunasema utakatifu? Unapokuwa na nguvu ya Mungu, unakuwa inakupa nguvu pia kwenye mwili. Inautuma mwili. Unajua ile nikisema mimi ni tajiri. Au tunasema unajua wewe ni tajiri. Unajua ile kitu kwa unachofikiria lazima. Unasema kwamba hao wakiona nini ndani yako mpaka ni tajiri. It's kuna kitu cha kipekee kitu ndani yako. Mtu mwenye msara unamcha Mungu utafungua hicho. Maana kuna sehemu mimi nazipenda. Kuna sehemu siku sana. Hivi kuna zina pia. Watoto wanasema kama Mungu. Lakini mtu mzima. Najiuliza Mungu kuna nini ndani yako? Watu wasema yaani ndio kama ile kwa Mungu. Ndio afikie. Na Mungu kuna nini? Kwa hiyo mpaka muda mwingine kama tafakari mimi ni nani? Napaswa kufanya nini? Je, hii sehemu niliyopo ni yangu sahihi? Kitu cha kitabu ni changu sahihi au si changu? Kwa tutamchua neno la utajiri usikatae. Utatoa uozo usikatae. Jaribu kujiuliza, inawezekana kuna maono ambayo yalikuwa nayo kipindi hicho umeacha unasahau kukata tamaa. Kwa kujinenea maneno kukalisha tamaa. Kwa hiyo roho imekosa neno ambalo lina uhai wa kufanya ni uendeshe mwili katika kutimiza ile kusudi. Unakosa nguvu, mwili unakosa nguvu. Unakata tamaa. Mwili unakata tamaa, unakata tamaa yani mwili unakata tamaa tu automatically. Ile unakata tamaa kutokana na roho yako. Roho ni dhaifu. Yenye nguvu, yani nguvu inaonyesha mwili katika kuleta matokeo yaliyo ndani ya roho ya mtu. Ndio maana nikwambia masuala ya utajiri, mafanikio, kila kitu kwa mwanadamu yameshawekwa ndani ya roho yako. Kwa sababu wewe ni roho. Lakini kwa nini yanatokea katika mwili? Ujiulize. Ndio maana nasema kwa sababu unajua katika Mungu yutumika nini? Yutumika neno. Si bure. Hata niuliza sio ule. Sasa kuna maneno ambayo yako against yale mafanikio yao. Hao uyajui, utamkoa utakuta mtu mwingine uyajui. Una maadui kila siku. Jifunze kuvunja maneno. Ya kile kitu unavunja. Ufanye hivyo unakwambia ishi kuanzia leo kwa maana yako ya nini? Utabadilika. Mwanzo anakuambia mtoto ana Yesu na anaandika sio anaandika na sio kama ni mtu sasa hivi sio nini na hivi bila sifanye hivi sio kama ni choma moto. Akitiza kama ni kwa hivi basi na hiyo jifu. Kwa kama ni mafanikio yako yanapotea. Sasa hivi ndio haukuona. Kuna nguvu ya Mungu. Nani anakupa message? Kama kuna watu kule wanakuja na maneno fulani. Unakosa message kutoka kwa Mungu. Roho Mtakatifu anashuka Mungu. Kwa sababu Roho Mtakatifu utapataje akili ya kujua kwamba leo nafanya ile kama yangu nivunje maneno fulani kwa Mungu. Ndio neno jana ndio sahihi. Unakosa kwa sababu hauko katika ile utakatifu wa kuonyesha mambo. Mimi kwa kipindi mpaka nilikuwa ninaelewa tunashikana hapo amka uone.
cha uvivu wingi, nasema siamki, nimechoka, nimechelewa kulala na ili tusiongee cha kweli. Na ndio kuna mtu mbaya anaingia na ngoma. Ndio ukilala kazi nani. Na kweli ndio mtu kufanya hivi ngoma ya rafu na wazi wazi. Kama unapenda sana mambo ya tanga kufanya tena ni hivi masa. Ndio mafanikio. Waliona wakasema una ile ndoto ambayo unaweza kufanikiwa. Tena wapita alikuwa rafiki yao wakati kwa maana ya mfano kubwa. Wakasema yule mtu ambaye anamiliki kitu tunataka kukifanya na wewe ndio uliposta. Kwa hiyo yani tutafanyia mambo fulani na wewe utafanyaje? Yanyoke. Alipitisha wewe pesa yako. Na mbona kama mbele hiki change kitapenda. Mimi nikamwambia kaka katika waliyo maana sema malezi. Sisi tunapokuwa na familia tuko kisa. Kumbuka familia inanolewa na neno la Mungu. Na maendeleo yako ndio neno kwa sababu chao. Ndio hivi tutakavyokuwa. Na hasa wa mama jinsia ya kike. Guys, nyinyi mnajiona rahisi. Lakini nyinyi mna nguvu kubwa sana. Kama hiyo sisi tumekuwa kwa kichwa cha kufahamu. Lakini wakubwa sana shida ni kwa hizi. Hicho ni kwamba waombezi. Maana yake familia kujengeka ni juhudi. Familia kuharibika ni juhudi. Sisi ni wasimamizi. Kila leo ni wajenzi. Kitabu hilo asema kwamba mwanamke atajenga nyumbani kwa mikono yake. Atabomoa. Ndio mtatakuwa. Jema ndio ni taifa hili na nguvu sana. Na maneno ni nguvu sana aushishi. Na kusema kwa ndani watu ambao tulishuhudia sana na vile vya mahali. Mwanamke kiamua kumwangusha mwanaume katika dini. Wow. Soko kwenye kusema ile ni mwanzo. Tuona madini ya damu yanaweza kufanikiwa kule mtu. Ni hali anajua kwa Mungu alikataza. Kwa usiri tu. Maneno. Lakini mwanamke huyo anakuta ni wake mmoja wewe. Tabia ile haichunguzi kwamba imeingia imetoka wapi. Kutoka katika familia yao, maneno fulani ambayo yamenenewa huko na huko na watu fulani fulani, hujui nao wanaongezea mengine. Mwisho wa siku anakuwa kongoni. Alafu huyo anapiga kanisani, mchungaji tuangalie akienda hivi anaangalia hivi tafadhali na kwa nini. Mchungaji anashindwa yeye unajua ile fasemu. Mchungaji wanaomba sana. Wanasema lakini unashindwa kutambua kwamba kinywa chako pia kitakuwa ndio ndio kitambua cha kwanza. Kama mwanamke sio Mungu. Lakini wanawake hizi ni wepesi sana kama waneno mabaya. Kuliko leo. Wale shetani anawatumia sana katika kufanya uhalifu. Kama mtumia. Kwa hiyo usipojichunga na kuwa mtu ambaye unaamini kwa Mungu akanda ndani yako hasa. Maneno ya kinywa chako mwanamke yanaleta uhalifu mkubwa sana. Wanaume tunapaswa kuwa makini pia. Tuwe na Mungu hasa. Tujifunze kukataa. Tujifunze kuyakwepa haya maneno. Tujifunze kutambua haya maneno. Kwa sababu unaweza kuchukulia masiara, lakini maisha yanakuwa. Yanajeka wanafao yanakuwa. Ukisoma leo ndani kwa hiyo utafikiri soma somo la kwanza na la pili sana. Ndio kuelewa zaidi somo la kwanza na la pili sana. So neno linasema Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha. Ushushe chini tena uinua chini. Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha. Ushushe chini tena uinua chini. Yaani huwezi kuokoka kwa utakatifu kama unataka kufanikiwa.
na utajiri wa mtu ambaye ni mtakatifu au makadhaa, utakuwa na amani. Watu wanaambiwa mtu mjana mtu mjumba, lakini anaambiwa silale ile nyumba na kalala wapi? Makaburini. Tena mwingine anaambiwa ndio nyumba kisa chako ndio upepo pasu. Kwa hiyo haina dalili, haina baraka. Yaani ufaidi. Sio mshendeleo. Unapewa gari, unaambiwa unataka kuishi gari, ndio maisha yako yote. Unakuwa vizuri. Na chini pia ni sasa wewe unatoka kama mtu fara hapo kwa mtu anataka lakini kimwangalia kwa yeye na shida. Yaani lazima kuna kasoro. Na utakiwa unakuwa ni Mungu tu ndio kitaka ndio unapata shida. Kwa sababu ni sawa wake shetani umiliki. Lakini elimu ya shetani si katika neno, ila ni katika uovu, ili kuangamiza. Anachofanya anakusogeza ili apate ile rahisi ya Mungu. Tulikuwa mtakatifu. Mithali 8 mstari wa 18. Mithali 8 kwa hiyo tunatoka Biblia. Mithali 8 mstari wa 18. Wanasema utajiri na heshima ziko kwa na utajiri unaomo na haki. Neno la Mungu linasema utajiri na heshima ziko kwa nani? Ziko kwa nani jamani? Ziko kwa Mungu. Sema kwa sauti. Au ushaenda kutoa nafsi. Zote nikataka sababu niko tayari kula ugali na ndimu. Hivi hiyo ninakuwa kwa nini lakini sitoweza kuingia huko. Tunasema kumshikilia shetani kwa sababu ninatambua haki yangu. Mimi nilikuwa utawala, sio utawaliwa na shetani. Sio shetani, sio chini ya shetani. Mimi niko chini ya Mungu. Mungu ndiye ananimiliki. Sasa wewe unasubiria hiyo. Ili nipate na tutafuta katika hali ya utajiri. Kuna msemo kwa mpendana sana na waambia wengi sana wanaambia kwa kisema mimi naona kwa kwa wanaelewa. Naambia kuna msemo anasema akusamehe nani hata kufa. Ukikusanya katika Mungu. Sababu na utafanya hilo mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ni hapo ndio tunafanya. Haitopokea sana katika Mungu. Lakini mwenyewe kusema mambo yetu ndio inapokuwa kwa mshato amekuwa tajiri kubwa sana, alafu ghafla utajiri wako unapotea. Hiyo sasa kuna mali nyingi sana mpaka katika sehemu ukimwangalia amevaa kama kile yaani basi wewe kwa sababu utajiri unapata katika Mungu. Kwa nini sasa wewe unakuwa hauna haki? Utajiri unaangalia huko kwa hiyo maliza na hauishi kumaliza ili aendelee kufufuka. Ndio maana mtu wengi wako tayari kutoka fara kwa sababu wanaamini ndio aina ya utajiri ambao. Jifunze kuombea roho ya ulinzi wa Mungu. Jitamkie jiombe roho ya ulinzi wa Mungu. Ni muhimu sana. Kwa sababu hii ndio italinda kila siku na wako. Italinda hatima yako. Omba hiyo. Kila unapotoa leo, omba ndio roho, omba. Omba Mungu usikie kwa ulinzi wake mshana wako. Utishe Mungu na roho yako. Zaamini katika ulinzi wa Mungu. Na sio hivyo. Shamba la mali ndio sana watu kaingiza. Katika kidogo tu. Basi kazi tu. Fanya. Sasa kazi tu. Sio? Watu hapa utakosa salama. Na wewe unasema na ujue ndio nini? Kuna magano. Ujue ndio na magano. Ujue na pete. Ni pete kwa ajili ya ulinzi wako. Chukua ni pete uvae kwa ajili ya ulinzi wako. Unajua na pete. Inakuja kidogo kidogo. Ndio na pete. Kwa hiyo ujue na magano ambayo unapata pengine. Lakini si ndio ndio nafsi yako ile tunajua nafsi yako. Omba mema sana, yako mema mengi.
Omba kuwa na familia yenye kumcha Mungu. Omba kuwa na mke mwema. Omba kuwa na mume atokaye kwa Mungu. Omba kukubalika. Omba uzae mema na nguvu. Na sasa watoto wanakuwa tawala. Sio watawaliwa. Sio watumwa katika dunia. Watu wanaambia vijana tunapaa. Tunapaa tutafute pesa. Unachokiona kinakuondoa katika kusudi na malengo yako. Nilikuwa naongea na Paul binti kwa sababu kuna vitu wewe unahitaji uviache ili kutengeneza mazingira. Watoto tunaowazaa watoto tulizo mazingira mazuri, si kwa sababu wewe umezaliwa katika mazingira mabaya. Watoto wako nao waishi katika mazingira mabaya. Neno ni wangu. Baba mama ni yule ambaye akifanya hicho kwa watoto wao wakikuu walifu. Soma Biblia. Utaelewa. Sote kwa jipesi. Unakaa tu kazi yako mshanga. Utakuwa unafanya kazi yako ukificha kwa maombi. Biblia inasema sifanye kazi na si. Kila kitu tunapofanya kwa kiasi. Unaweza kumwomba Mungu, unaweza ukasema na Mungu. Huko unachoma mandazi yako, unasema na Mungu. Huko unalima shambani, unasema na Mungu. Usijifiche niko ndani katika utumishi. Kwamba ni ile usije shambani. Sio unaenda shambani kulima wala. Sio unakula kwa kichawizi. Guys. Fanya kazi, pambana. Na usiseme hivi kwa sababu ni mwanamke, utafanya kwa mwanaume. Na hili ndio tatizo linaleta shida sana pia na hata kwa wazee. Ni kweli mwanadamu alikuwa asili ya utafutaji. Ni kweli mwana naye. Lakini wale wao kwa msaidizi. Kuna sehemu kwamba Mungu aliona kabisa kuna hapo haya. Kwa wale wao sisi wao ndio Mungu wao. Lakini mwambie inafika sehemu ya kabashi yote. Na kufungua akili yako. Ndio sema wanasema mama kwenye maendeleo au mama ndio. Umesimama nafasi. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tufute kwa Mungu. Lakini tufute katika haki. Utakuwa katika nini? Katika haki. Ili uweze kutengeneza kizazi chenye nguvu. Watoto sisi wanatangia mashuleni. Mimi baba na gari. Mimi kwa jana kuna kuku na mali. Mtoto wangu tangu anaenda kwa shule. Atoshinda kwa wenzia na mlaga nini? Atakuja Mungu. Kwa sababu mimi chini na kila siku. Sasa kila nisisha kwa watoto kwa watoto mtoto wangu. Mimi mlaga udai na laga. Kisha kila kitu udai na laga. Kitu ndio na laga. Si nzuri. Chochote unachokipata kidogo kina uwezo wa kufanya kitu kikubwa sana. Kikubwa kinachokuja kwenye matumizi, mpango wa matumizi. Na kuweka akiba. Usidharau. Hata kama unaweka 1,000. Jifunzeni kuweka akiba kwenye mfuko usiotoka. Neno la Mungu lipo katika roho. Sadaka kanisa. Lakini funzo pia kwa akiba yake. Itakusaidia kwa maisha yako. Kuna mtu ambaye anakuwa na tatizo. Hata shilingi sehemu. Kuna vitu vingine vimetokea au mtu anakuta si kwa nini yani si ilikuwa na lazima. Eti ni kosekana tu gari kukimbiza na serikali. Kwa hiyo tunyama sana wawili kutembea. Mshona hivi. Akiwa kwa ndogo kwa shilingi 30. Anaita leo ndio kwa mafuta. Sasa au nichukua na nini pikipiki na wewe pikipiki ngoma na maisha yako. Tufunze kwa akiba. Hasa wewe kijana sio ni bana bila kwa sasa miaka hiyo. Miaka yako hiyo inatosha. Unataka kuanza kutamka
kwa sababu neno lina nguvu. Itaendelea bado. Ni bado tunasema na ni bado bichi. Yaani sio kwa kutafuta hiyo ndio watu. Nimeisha kama shambani 30 ndio ndio. 30 wewe sasa ndio wamezeka wameshaka wanakuja ile yani kuongeza kutafuta kwa sababu wamechuma wameweka yani kwenye magari ile kibao. Hapana tao. Wewe unaenda kwa mtu wao anaanza samani na chambele ndio. Ile masuala sana. Wakisema vijana tujifunze kutafuta pesa. Niko wazazi wetu wasiishi katika hali. Mwisho mwanadamu ni kama kiongozi ambapo kama milioni kichisi. Alafu kama mgekeni ni mama anapiga magoti chini. Hiyo mimi na nasema kwa sababu nataka bora mimi kusema washi. Nikaza. Unaona kabisa ni wanaitikia kumitikia kwa sababu anayatina kwa tena tutawe hiyo. Naona kabisa. Kesi tupambane. Na usipopambania hivi leo hii, maana kijua kesho yako, uzee wako. Unaweza kuwa uzee ambao unaongea si unapenda, lakini mtu unaongea maneno ya kulaumu sana. Kwa sababu ya mazingira. Ujiombee kupata utajiri. Ukiombea hiyo roho ikaingia ndani ya roho yako, ukaikubali ndani ya roho yako, hicho basi utaanza kusukuma mwili, utasukuma mwili wako kuingia katika hali ya matendo ya kutafuta utajiri. Tena katika haki kwa sababu ni mtakatifu. Umeamua kutafuta katika Mungu. Na utajiri is a box. Yes, it is a box. So sasa utajiri is a way boom. Utaingizwa sehemu ambapo utajiri kuingia. Utajiri unajengwa hatua kwa hatua. Kuna vitu ambavyo unaweza ukafikisha sehemu fulani. Ukaja kupata watoto, ukawafundisha kila sifa. Wanasema maneno. Mfunze kuongea. Ndio mazuri. Ongea nao. Hata mimi nilifika hapa nafanya hivi. Wanapata kusema duniani. Mada mnapimana na Mungu ili kichokipa hapa. Sasa mimi nilikuwa na ndoto hii baba yenu. Na mimi na mimi nilikuwa na ndoto hii. Naomba basi hapa achukue hivi sasa azime nipeleka hivi hapa. Ndivyo watu wanatengeneza vitu vya utajiri. Sio kawaida. Utajiri unarudishwa. Yes. Hata mimi nimeweka wazi. Sasa usiangalie kwa sababu mimi wazazi wananisomesha. Kwa hiyo watoto wanapambania wenyewe, sina haja ya kutafuta. Hiyo achana nao hiyo hapo. Mtu ambaye anamcha Mungu utakatifu huwezi kuongea hiyo hapo. Na huwezi kufanya hiyo hapo. Omba kwa mfano wa Mungu, mfano wa Mungu. Omba hiyo roho. Ngoja kusema kwa Mungu. Utakusema kuamsha kila wakati. Kama unataka uoge tambia wewe. Kumbuka wewe ndio unataka kuoge mfano. Ndio maisha yako yatakuwa safi. Maisha yako yatakuwa safi. Amen. Amen. Wakati kuanzia hivi leo wanaelewa kwamba mioyo yao au roho sawa watatengeneza mahusiano bora na Mungu na akili zao hazitopanga tena yaliyo mabaya na kuishi mkono juu. Kama kweli neno umesikia na tayari uko tayari kubadilika kuanzia leo. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana. Kwa hiyo jambo sio rahisi.